Haya jamani, uwanja wa Julius Nyerere International Airport. Tumefika hapa kwa ajili ya kumpokea dada yetu ambaye anatoka Oman. Bwana, au sio? Kutoka Oman. Mpenzi wake yuko Tanzania na hajui kinachoendelea. Na mimi hapa ninahusika kwenye kutoa surprise, kwenye kumsurprise jamaa. Kwa maana mpenzi wake amerudi. Tushafika hapa hivi kuja kumpokea dada yetu. Tukishampokea tunampeleka kwa boyfriend wake huko. Uwanja jamaa siku hizi unapendeza kama unavyoona. Kazi ya serikali sio ndogo. Wanamuita Mama Samia Suluhu Hassan. Unaona sasa hivi miundombinu imenyooka vizuri. Airport imenyooka vizuri. Tunajidai wenyewe. Tunakuja tunashoot kama hivi vijana. Hamna longolongo nyingi. Oman to Tanzania. Shoot imenyooka hiyo. Jamani, nimefika airport ya Julius Kambarage Nyerere. Nilichokuja kukifanya hapa ni kumpokea mdada ambaye anaitwa Madam Sasha. Alikuwa anafanya kazi Oman na leo ndo anarudi Tanzania, mkataba wake umeisha. Alinitafuta baada ya kuona anafanya challenge na watu ambao wako Oman. Tunawapigia penzi wale wako Tanzania, akanitafuta kama kidio bana, tufanye challenge, tumfanyie boyfriend wangu nimpigie nijue maana nakaribia kurudi ili nijue. Sasa sijue tukawa tunapanga kumpigia boyfriend wake. Sasa wakati tunapanga akaniambia kimi narudi kesho kutwa au tuje tumfanyie surprise. Nikamwambia oya, hiyo na kitu hiyo. Kwa hiyo leo ndo anafika Tanzania, tulikuwa tunawasiliana naye, anafika Tanzania. Hii video ukiona nimeshaipost jua nishamaliza kila kitu. Maana nikipost mapema vijana mtajua. Anaitwa Madam Sasha, mpenzi wake yuko hapa Tanzania Bongo, anakaa Mikocheni ameniambia. Kwa hiyo tunaenda kumsurprise kijana wetu. Kama unavyoona shafika hapa ya Julius Nyerere International Airport. Ukifika hapa hivi unaliona bango la Mama Samia Suluhu Hassan, bango kubwa lile pale. Sio bana, mama kizi mkazi. Airport inapendeza kiukweli. Mimi nimekuja airport kwa mara ya kwanza, nimekuja kurekodi airport, hakuna vizuizi vyovyote. Content creators tunatamba, tuna nchi yetu, sio bana. Nimekuja kumpokea Madam Sasha, anatokea Oman, tunaenda kumfanyia surprise boyfriend wake anakaa Mikocheni. Hala. Halo. Halo. Umefika? Nimefika, mambo. Poa, mimi niko hapa nakusubiri arrivals hapo. Okay. Natoka. Poa poa. Haya jamani, bana tunampokea Madam Sasha. Ametoka Oman. Sasa hivi hapa na mimi wanatoka hapa. Naona watu wanatoka wengi. Haya mapenzi yanawe huyo hapo. Mambo nzima na kwako? Nzuri. Pole. Asante. Pole na safari. Asante. Safari ilikuwa ndefu sana. Uko poa kabisa? Poa, nimefurahi kuona. Nimefurahi kukuona pia. Sawa kabisa. Unaendeleaje? Jamani, niko na Madam Sasha hapa. Bana pole. Asante. Nikoje kutokea hapa? Mbona kuna mlango pia kutokea? Bana, niko na Madam Sasha hapa hivi. Kama nilivyowaambia nimekuja kumpokea dada yetu hapa. Ametoka Oman. Sasa alichoniambia ni kwamba tukamsurprise mpenzi wake. Umebeba zawadi lakini sasa unataka kumsurprise mtu zawadi huna? Ninazo za kutosha. Zawadi za kutosha. Vijana mnao date na wadada, amini wadada wa Oman. Hivi ndio kwa kweli nitaipost nikishamaliza, sababu nikipost sasa hivi sio atajua huyu kafika na ajue kabisa kama umekuja. Ina hapa nafanya surprise. Unajua tena mapenzi yetu sometimes nafanyia na surprise. Okay. Kwa hiyo yeye sasa anajua huko. Yeah, najua bado. Oman. Mimi niko anajua kama Oman. Jamani, kwa anakaa wapi? Mikocheni. Mikocheni. Bwana, sisi tunaenda zetu Mikocheni sasa hivi. Dada yetu amekuja Bongo bila taarifa, ametokea Oman. Tunaenda kumfanyia surprise boyfriend wake. Anasema kwamba zawadi, na mimi natamani nitakuwa na zawadi yangu. Sasa utakuwa umenisahau au unakuwa unanilipa umemalizana na mimi? Zawadi zipo. Zawadi zipo. Sawa jamani, tunaelekea Mikocheni sasa hivi kumsurprise boyfriend wake. Hajui kama dada yupo Tanzania. Ayobza mtu yuko Oman. Kumbe sasa hivi tuko yetu Bongo tunatamba. Au sio bana? Gari wewe kula? Pale gari. Boss. Nyewe uso sasa. Ingi.
Nyuma kusilaka hiyo begi. Njoo tuangalie nyuma. Haya. Ibuti inafunguka kweli? Bosi, ibuti inafungukaga? Kaka, buti ifunguki? Ama ndio siwezi kuifunga. Atubiche kwa huko mbele. Jamani, kama unavyotuona hapa tunatoka airport na dada yangu Sasha hapa, tunakwenda kumsurprise boyfriend wake anakaa Mikocheni. Dada yangu kama nilivyowaambia mwanzoni anatoka Oman, amefanya kazi Oman miaka 3. Boyfriend wake ulisema anaitwa nani jamaa tena? Frank, tunaenda kumsurprise Frank Mikocheni. Au sio bana? Safari inaanza hapa kuelekea Mikocheni. Islam joto. Joto sasa hivi mbona kabisa hata hamna jua. Ngoja tufike huko jua lianze kuwaka. Bana, tajiri, panda hapo mbele tuondoke zetu. Bana, Mikocheni tunakuja. Haya jamani, tuko flyover hapa. Hivi ni flyover inaitwaje, flyover gani? Kijazi. Kijazi ni ile kule Ubongo, Mfugare. Jamani, kama unavyotuona tuko Mfugare, flyover hapa. Tumetoka zetu airport na dada hapa hivi. Nataka tupige story kidogo hapa kabla hatujafika huko. Nataka kwanza kufahamu wewe unakaa wapi wewe? Yaani ukifika Bongo, sasa hivi tunaenda Mikocheni. Kwa boyfriend wako. Ukimalizana hapo unaenda au unaishi wapi? Mimi naishi nimechukua nyumba pia pale Mikocheni. Lakini sio sio kwamba unakaa naye. Sio kwamba nakaa naye. Okay. Lakini nitafikia pale kwake. Okay. Umeanza kudate kabla hujaondoka au unajua kuna watu wanakutana na unajua kuna watu bwana sasa kwa kaka wa TikTok nyie. Unakutana na dada Oman huko kwenye mitandao, sijui live za usiku, mnaanza kudate, mnaanza kuhudumiwa. Huyu umekutana naye mtandaoni au kabla hujaondoka ulikuja kujuana naye? Frank nimekutana naye Dar es Salaam. Kabla hujaondoka. Kabla sijaondoka nikawa nimempangia hapo, nikawa nimemwacha. Jamani nyinyi mnapangiaga watu jamani. Hizo bahati jamani tuzipatagi sisi. Kwa hiyo maisha ni mazuri. Maisha ni mazuri. Au sio? Frank jamani, Frank ndugu yangu una bahati. Mimi namba zako sina. Maana wewe akaniambia sikupi namba za Frank, unaweza kumshtua. Alikuwa na wasiwasi. Mimi namba za Frank sina. Huenda ningekwambia tunakuja, lakini tunakuja kukufanya surprise. Kwa hiyo ukiachana sijui kuswala kumpangia yani. Kuna issue nyingine labda unamfanyaga labda zawadi nini? Vitu vingi pia nimemnunulia bodaboda. Okay. Nimfungulia biashara. Kwa anafanya biashara, anafanya bodaboda au ndio bodaboda inakumsupport kwenye biashara zake? Bodaboda inamsupport kwa sababu naye akiwepo tu bado anafanya. Kwa hiyo vitu vingi. Kwa hiyo ndio maana hata sasa hizi mkataba wangu umeisha. Okay. Nipo hapa maana tutakuja kuendeleza zile biashara ambazo nilimwachia. Frank ndugu yangu yani kuna vijana na enjoy maisha. Mimi naangaika kuna Mike, kuna kijana tu yani maisha mazuri. Mikocheni hajahama, lakini maana umekaa huko sijui miaka 2 hajahama. Na wasiabu unampigiaga na video call? Video call mara moja sana kwa sababu namwamini. Kwani mpigie video call? Kwa lakini hapo wewe unapojua kabisa kwake hapo. Napafahamu. Mimi ndo nailipa nyumba. Sawa. Jamani, tumetoka zetu airport hapa na dada yetu anaitwa Sasha, ametoka Oman. Tunaenda kumsurprise Frank Mikocheni. Sasa hivi simako nasema saa ngapi hapo? Saa 7. Saa 7. Jamani, sasa hivi ni saa 7 mchana. Tunaelekea Mikocheni kwa ajili ya Frank. Tutaendelea kushuti mbele kwa tukifika kidogo, tukaribia kufika tena tutashuti. Tunaingia Mikocheni tutashuti. Zawadi tuko tunampa Frank tutashuti pale. Najua na mimi kutakuwa kuna zawadi zangu kwenye begi fresh. Jamani, tushafika tunaingia Mikocheni huku. Tulipotea kidogo, siku mwenyewe alikuwa amesahau. Ndio tumeingia sasa hivi hapa. Haya bwana, sijui atakuwepo nyumbani, maana hata hajui kama tunaenda. Kama kwenye mishemishe zake sasa sijui tunampataje. Imai tu tumfanye surprise, amuone mpenzi wake. Mwenyewe uko excited. Kwa shaza kupasao kabisa huko. Barabara. Unaona mfano barabara ya Zege. Barabara ya Zege ni imejengwa sijui ni kama sio mwaka jana ni mwaka juzi. Kwa pengine haya bwana jamani. Ngoja tuone. Jamani, kameraman wangu anaangalia matako huko nje. Sio poa. Akikatwe kipenda kikatwe.
Eti kipande kiwezi kukatwa. Kwangu. Sasa kwa kwani kuangalia sio dhambi. Sasa utafunga macho. Sasa yeye umebanana. Jamaa, mimi huko ndo nisingepakumbuka. Sasa naomba bosi wangu. Ni huko tunaelekea huko. Jamani, Say. Ni hapa. Ni hapa. Jamani tumefika hapa kwa Frank. Mama kama mlango uko wazi. Odi. Ukutana mashamba unachungulia tu. Amna mtu sio ametoka. Mzima. Karibu. Asante. Mbona kiredio? Karibu. Unajua. Karibu sana. Sijui kwa tumenanili. Kwa mwaka fulani tulikuwa tunamuulizia anaitwa Frank sijui. Frank. Ando hapa hivi. Ni hapa, yani kama vile sijakosea, ni hapa hapo. Kuna shida kwani? Amna si wageni wake tu. Karibu. Karibuni. Sawa. Kwa hiyo tunaingia ndani hapo. Oi. Ingia. Mimi niingie tena mimi. Usaji. Oya kama hivi leo maikaka. Vipi uko poa? Niko poa karibu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Esther. Okay. Karibu. Karibu mama. Asante, nimefurahi kufahamu. Frank yuko. Tukae kwa hapa usige kidogo hivi. Samani, naweza nikakuuliza Frank ni nani yako? Kwa nini unauliza hivi? Unaweza kanijibu swali kabla ya kuniuliza swali. Unajua mtu ukimuuliza mtu mimi nimekaribishwa, umeniuliza Frank anaishi hapa, nimekaribisha, nimekwambia ndio anaishi hapa. Nimesema ni wageni wako yao kiredio. Ni nani? Mteja wangu tu. Tajiri nitetee. Mteja wako? Sasa yani mimi sijui nani. Okay, anyway Frank ni nani wako labda alikuwa anakuuliza. Frank ameshaoa. Ameshaoa? Ndio yani ndo amekuoa wewe yani ndo ameshaoa. Mimi Frank ni naye muda mrefu, mwaka mmoja. Karibu. Mbona mnanishangaza? Ameshaoa? Bana tupo pamoja muda mrefu. Kwani umejua leo unamfahamu? Sasa ni hapa. Hebu ngoja kwanza nikuulize. Wewe Frank una muda gani na Frank? Yaani naomba niambie tu kweli. Kwa sababu Frank mimi ni mwanaume wangu. Na hapa mimi ndo nilipomwacha na hii nyumba nalipa mimi. Sasa unaponiambia Frank ni mwanaume wako sikuelewi. Kwani narudia maneno? Au unazungumza Frank yupi? Unajua Frank anaanza kawa wako wengi. Na hapa Ndio. Au utakuwa umekosea labda. Utakuwa umekosea nini? Simu yangu nimekaa wapi? Inakuwaje mimi nakosea? Ngoja. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Ndio, ndo mume wangu. Ndo Frank mume wangu huyo hapa. Huyu nani? Sasa ndo Frank huyu naye anamuongelea huyu, sasa inamaanisha ni Frank mmoja. Ndio huyu. Kwa hiyo huyu ndo mume wako?
makubwa. Mimi ndo mume wangu. Unaelewa kinachoendelea? Naomba kwanza nikae katika msije mkapandishana maneno bwana. Haya mambo ni ya kuongea. Naona mpaka vile ni unaniletea mauzauza mapicha picha. Mimi sikuelewi. Wewe Frank anafanya biashara gani? Kile ndio mlele mmetoka Ule unamwona hapa katoka Oman. Maana mmefika hapa wageni wa Frank nimewakaribisha mmeingia ndani mara mnaniletea soga za mke wake. Mke wake wa kutoka. Picha na kisu ni Frank sio Frank. Ni Frank ndio. Sasa hapo na yeye unakuwa kimya unakuwa mpole mnasikilizana. Tengeneza labda story nini ni nani? Frank ni nani? Naweza nikatengeneza story tu nikaokota habari za mtaani. Nanili jambo. Nikaokota habari za mtaani. Ndio. Nafanania kuokota habari za mtaani mimi. Hebu dada kuwa serious. Nimekuja hapa ni nyumbani kwangu. Naweza nikasema hapa ni nyumbani kwangu kwa sababu mimi ndo nalipa nyumba. Wewe unanichanganya. Sasa jamani. Nani Frank afanya issue gani? Frank anafanya issue gani? Frank sasa hivi upo dukani, upo ofisini kwake. Acha kurekodi nimuulize kitu. Frank umesema anafanya biashara? Ndio. Ana bodaboda, hana bodaboda? Anayo pikipiki mpya. Ni ya nani? Ni ya kwake. Sasa kiredio nataka twende kwa ushahidi. Nataka nimuulize. Ilo duka nani analipa frame? Sana analipa frame yeye jamani kwa biashara ingize. Hizo la pikipiki of course wewe kaniambia kwamba alivyokuwa mara sheni ndio yake. Nimemuonyesha nikuonyesha hizi message. Naomba usirekodi. Kuna message hapa nataka nimuonyeshe ushahidi. Kiredio na wewe utakuwa shahidi hizi SMS ni nani aliyenunua hii pikipiki. Jamani part 2 inakuja. Kila kitu tulirekodi, walitumia tusirekodi lakini tulirekodi. Frank alipigiwa simu na akaja. Cha kufanya kwenye video unayoangalia sasa hivi hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha umesubscribe. Sasa hivi tuna subscribers 1073. Tunataka wafike subscribers 100,000 tutoe part 2. Kwa hiyo najua umefika mpaka hapa hivi unaangalia hii video. Hakikisha kabla hujatoka umesubscribe. Part 2 inakuja. Subscribe. Mbona ambaye mnaniangalia tu mnashangaa. Subscribe basi. Nisaidie kusubscribe hapo. Bonyeza subscribe. Part 2 inakuja.